kutoka mji wa Zanzibar, mahali ambapo kila mlango una hadithi yake. Lakini mwaka 1987 mlango mmoja wa kahawia uliandika historia ambayo hakuna aliyewahi kuisahau. Siku moja Sabato asubuhi, Daktari Josia tayari alipokuwa akijiandaa kwenda ibadani katika zahanati ile ya Waadventista wa Sabato ya Zanzibar, ghafla akasikia jambo lisilo la kawaida kabisa. Mtu alikuwa anabisha mlangoni. Katika eneo hilo watu hawakuwa na desturi kabisa ya kubisha hodi. Mara nyingi walikuwa wakisimama nje na kuita. Ndio maana Josia alishangaa sana. Alipofungua mlango wake mkubwa wa kahawia, alikuta watu 7 wamesimama nje. Kulikuwa na wanaume 3, mwanamke mmoja, kijana mmoja na watoto 2. Mmoja wao aliyeitwa Musa alianza kusimulia jambo la kushangaza. Alisema kwa siku 3 mfululizo alikuwa akiota ndoto ile ile. Katika ndoto hiyo, sauti ilimwambia aende katika eneo fulani, atafute mlango mkubwa wa kahawia na abishe hodi. Aliambiwa kwamba watu watakaofungua mlango huo walikuwa wameleta Yesu Zanzibar na wangemweleza kile alichopaswa kufanya. Mara 2 Musa alipuuza ndoto hiyo, lakini iliporudi kwa mara ya 3 aliamua kuichukulia kwa uzito. Akawakusanya familia yake pamoja na rafiki yake Ezekiel, wakaanza kutafuta mlango aliouona usingizini. Walipouona walijua wameufikia. Josia alipomsikiliza alitabasamu, kisha akawaalika waende pamoja katika ibada ya Sabato. Baada ya siku hiyo, Musa na familia yake wakaanza kuhudhuria ibada kila Sabato. Josia aliendelea kuwatembelea nyumbani na kujifunza nao Biblia. Kadri walivyojifunza ndivyo walivyozidi kuielewa kweli ya Mungu. Hatimaye siku ikafika ambapo Musa na rafiki yake Ezekiel walikuwa tayari kubatizwa. Mchungaji kutoka bara akaja Zanzibar na kuwabatiza katika maji ya Bahari ya Hindi. Ilikuwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kuona ubatizo wa namna hiyo Zanzibar. Josia alisimulia kwa furaha, akitazama watu hao wakimkabidhi Yesu maisha yao. Alitambua jambo moja muhimu sana. Yeye alifungua mlango tu, lakini Mungu ndiye aliyefungua mioyo.